kazi kwa siku 6 na kisha siku ya 7 kuweza kupumzika kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu aliye muumba wetu. Na mpaka leo hii bado tunafanya kazi kwa siku 6, lakini siku ya 7 ambayo ilibadilika kidogo ikawa ni Jumapili, tunachukua nafasi hiyo sasa kuweza kupumzika pia na kuelekea mbele ya Mwenyezi Mungu kumwambia asante na kufanya hesabu ya wiki nzima. Ni wapi tumefanya vizuri na ni wapi tumefanya vibaya. Pale ambapo tumefanya vibaya tuweze kumwambia Mungu tusamehe. Pale ambapo tumefanya vizuri tuweze kumshukuru Mungu na kuzidi kuomba kibali chake ili bado tuendelee kutenda yaliyo mema. Tunarudi tena katika hali ya kujisafisha kwa hiyo siku ya 7 na kuambia Mungu asante kwa kila jambo. Na siku ya 7 ilibadilika kidogo kwa sababu ya hali ya Jumapili. Wakati Kristo alikuja, na ndio maana ya somo hili, ya kwamba alipowaambia wale Mafarisayo ya kwamba mimi ndiye Bwana wa Sabato. Maana ya Sabato, Kristo aliweza kuvunja ile hali ya kale, akaweza kuweka ile hali mpya. Na hii hali mpya inatokana na kufa na kufufuka kwake. Na ndio sababu hali ya Sabato ikaanza kusaulika. Sasa tukamwangalia Kristo ambaye yeye ndiye Bwana wa Sabato. Yeye mwenyewe ndiye Bwana wa Sabato. Sasa ikiwa Kristo alifufuka siku ya Jumapili, kushinda mambo ya kale yote, kushinda dhambi zote, kushinda kila majaribu yote, ili mimi na wewe tuweze kuokolewa, tuweze kuwekwa huru, basi ikawa ni siku ya ushindi. Na ilipokuwa ni siku ya ushindi, hasa ikawa ni vizuri na tamanio kabisa la wafuasi wa Yesu Kristo kuweza sasa kuanza maisha mapya ndani ya Yesu Kristo, kuabudu siku ya Jumapili. Tunaambiwa kuna kundi la Wakristo walikuwa wakiabudu siku ya Jumapili, na walipokuwa wakifanya miujiza, wale wakuu walipoangalia na yule mfalme akatazama hali jinsi ilivyo, na akasema sasa na kuanzia leo ni vizuri watu wote waweze kuabudu hii siku ambaye hawa wanamwabudu yule Mungu aliye hai na kwa ishara na miujiza ambazo wanatenda. So siku ya Jumapili ikawa ni siku rasmi. Na wakati Petro amechukua mamlaka ya kuliongoza kanisa, pia na yeye akafundisha na kuelekeza ya kwamba ni vizuri kuweza kushiriki kuabudu Mwenyezi Mungu kwa kufurahia na kusherekea ushindi wa ufufuko wa Yesu Kristo, ambaye ni siku ya kwanza ya juma, ambayo ni Jumapili. Na ndio tukajipata sisi tuko siku ya Jumapili sasa tunaabudu. Tofauti yetu na SDA inakujia hapo. Wao wangali wanashikilia mambo ya kale, lakini sisi tunashikilia maisha ya Yesu Kristo. Na ndio kwa sababu katika Wakatoliki hakuna siku injili itakosa kusomwa, kwa sababu injili ni Kristo mwenyewe. Haya masomo mengine ni ushuhuda. Haya masomo mengine yanaelezea habari za Kristo, yanasisitiza kabisa na kukua ni ushahidi tosha ya kwamba Kristo yupo, Kristo alikuja, Kristo alikufa na Kristo alifufuka, anaishi ni mzima. Lakini injili ni Kristo mwenyewe. That's why injili inazungumzia tu maisha ya Yesu Kristo. Injili zote 4 zinazungumzia kuhusu Yesu Kristo mwenyewe. Na ndio katika injili hii ya Mtakatifu Luka tunaona ya kwamba Yesu Kristo anapopita katika shamba la ngano na wafuasi wake na wanafunzi wake, njaa ilikuwa imewavamia. Walikuwa wanahisi njaa na wako na Kristo. Nakumbuka ilikuwa ni hatia sana kuweza kufanya mambo kama hayo siku ya Sabato. Na tunaambiwa ilikuwa ni siku ya Sabato. Sabato ilikuwa ni hali ambayo Wayahudi walikuwa wanatengeneza vyakula siku ya Ijumaa. So ikifika wanaanza maandalio yake mapema. Ikifika siku ya Sabato hakuna kufanya chochote. Wao wataamukia hali za Sabato na kuadhimisha mpaka jioni. Kisha sasa watakula kile chakula ambacho kilikuwa kimetengenezwa siku ya Ijumaa. Ndugu zetu wa SDA wanafanya hivyo. Wao huandaa chakula chao jioni siku ya Ijumaa. Alafu Jumamosi wanaamukia kanisa. Wao watashinda huko, ikifika jioni sasa wanakula. Wanaamini ya kwamba sasa imefika wakati wa kukula baada ya kuadhimisha Sabato takatifu. Wayahudi pia walikuwa wakifanya hivyo, na hao Mafarisayo ndio walikuwa wakuu ambao walikuwa wanaongoza hizo sheria ambazo ziliwekwa na Musa. Sasa Yesu Kristo amekuja, na katika hali ambayo tumeona leo katika masomo ya leo, katika injili ya leo, ambapo Yesu Kristo alibadilika sura, alibadilika pia na mavazi kwa sababu ya ule utukufu wa Mwenyezi Mungu na kuweza kudhihirisha yeye ni nani. Kulikuwa na Musa, kulikuwa na Elia, wale ambao walikuja kwa ajili ya kumshuhudia yeye. Musa alikuwa ndiye aliyebeba sheria za Mwenyezi Mungu na alikuwa ni mwanasheria, kuonyesha ya kwamba sheria na mamlaka zote zilitoka kwa huyu na ziko na huyu ambaye ni Kristo sasa. Naye Elia alikuwa ni yule ambaye nabii ambaye alifanya ishara na miujiza mikubwa sana. Yeye ndiye nabii ambaye aliagiza moto ukatoka juu mbinguni ukateketeza ile sadaka ya kuteketezwa katika yale madhabahu, akishindana na miungu wa Baali.
Sasa pia naye alikuja kushuhudia kwamba huyu ndiye nabii wa kweli. Sikilizeni yeye. Na Mungu mwenyewe kwa ishara ya Roho Mtakatifu anaposhuka katika wingu anawaambia, huyu ni mwanangu mpendwa, naye pendezwa naye, msikieni yeye, ambaye sasa ni Yesu Kristo tunayemsikiliza sasa. Hatusikilizi sasa sauti ya mtu mwingine, tunasikiliza sauti ya Yesu Kristo. So wanapopita wanaanza kung'oa yale masuke ya ngano. Kwa wale watu ambao wameenda wakaona ngano vile imepandwa, unakula tu, haina shida. Natoanga tu zile mbegu, wewe unaweka kwa tumbo. Haina madhara yoyote. Unainyanyua tu jinsi ilivyo. Kwa hivyo wanafunzi walikuwa wamesikia njaa na wanapita kwa ngano na iko sawa, imeiva, imekomaa, iko sawa. Pia wakaanza kuvuta yale masuke. Tunaambiwa wanaficha kwa mkono. Walikuwa na wasiwasi kwa sababu walijua labda Kristo atawakemea. Kwa sababu ni siku ya Sabato na wanafanya kinyume. Na hata hiyo ngano haikuwa yao, lakini wao wanavuruta tu kumaanisha kuna mwenye alikuwa. Kuna mtu mwenye ngano mwenyewe alikuwa. Kwa hivyo ilikuwa ni hatia pia kwa njia moja ni kama wanaiba na kwa njia nyingine pia ni kama wanajisaidia. Ili wasianguke kwa sababu safari ni ndefu. Na wakati Mafarisayo wanaona wanamwambia Yesu, kwanza wanakemea wanafunzi wa Yesu na kuambia, mbona mnafanya kisicho halali siku ya Sabato? Lakini kabla wanafunzi wajibu, kwa sababu wana hofu na wana wasiwasi, Kristo anawaambia, je, hamkusoma ya kwamba Daudi na wenzake walipohisi njaa waliingia katika nyumba ya Mungu wakala mikate ya makuhani? Ni sawia na saizi uingie kanisani, sakramenti imewekwa pale, wewe unanyanyua hiyo sakramenti unakula na unapatia marafiki wanakula. Kwamba Daudi alikula na akawapatia wenzake wakakula, na tunaambiwa ya kwamba ilikuwa imetengwa ni kwa ajili ya makuhani peke yao. Kwa ajili ya makuhani peke yao. Lakini sasa hawa wanakula. Halafu Yesu anajibu hawa majamaa vizuri sana na kuambia, mimi ndimi Bwana wa Sabato. Sasa tunaabudu yule aliye hai, ambaye ni Kristo, ambaye ni Sabato, ambaye ni uzima, ambaye ni chemichemi halisi inayobubujika ya uzima ndani mwetu. Kwa hivyo kile ambacho tunahitaji, Wakristo wapenzi, si kushika masharti tu, si kufuata tu kanuni na taratibu za kanisa peke yake, lakini tunapaswa kumpokea huyu Kristo kwa sababu ndiye Bwana wa Sabato. Tunapaswa kumkumbatia huyu Kristo kwa sababu yeye ndiye Bwana wa Sabato. Na unapomshika Kristo umekamilika. Yule mtu ambaye ana Yesu Kristo ndani mwake hawezi lazimishwa kutoa matendo ya kanisa. Hawawezi kumsii wakimbembeleza fanya hii na hii, kwa sababu tayari Kristo yuko ndani mwake. Na yule Kristo ananiongoza, anakuongoza kutuambia tufanye hili, tufanye hili, tufanye. Kwa hiyo matendo yanadhihirika. Ni wazi kwamba ikifika kiwango ambacho mimi ninasukumwa kufanya mambo ya kanisa, then Ukristo wangu unaanza kukua na mashaka kidogo. Ukristo wangu unakuwa na mashaka namna gani? Ni kama sasa mimi sina Kristo. Mimi sina Yesu Kristo ndani mwangu. Kwa sababu kile ambacho ninaambiwa nifanye kanisani, mimi ninalazimishwa, ninasukumwa. Ninalazimishwa, tunaambiwa tutoe fungu la 10. Mimi sitoi, ninasukumwa kabisa mpaka wakati inafika mahali, yani ninaona ninakwazika, ninaona mimi ninalazimishwa kutoa fungu la 10. Mimi ninalazimishwa kutoa zaka. Hata nimefundishwa katika vitabu vyetu vya kanisa, nimefundishwa kutoka katika Biblia takatifu, ni vyema na ni vizuri kuweza kutoa sadaka. Niweze kutoa zaka ili nyumba ya Mwenyezi Mungu iwe na chakula cha kutosha. Lakini bado sitoi. Kumbe tatizo ni kwamba huyo Yesu Kristo ambaye ni Bwana wa Sabato hayuko ndani mwangu. Sasa kinachoniongoza ni maisha tu ya ulimwengu. Sasa nikiwaza hata kutoa hii pesa, mimi napiga hesabu school fees ya watoto, chakula nyumbani, mavazi vile itakuwa. Sasa ninaona Kristo kando kwanza, ambaye ni Bwana wa Sabato, wacha nishughulikie yangu kwanza. Ninasahau ya kwamba huyo Bwana wa Sabato ndio chanzo cha uzima wangu mimi, ndio chanzo cha afya yangu mimi, na ni yeye ameniwezesha nikuwe hivi, ndio chanzo cha baraka ya hii kazi, ndiye amenipatia hizi fedha. Kwa hivyo ninampoteza yule Bwana wa Sabato. Ninakuwa sawa na wale Mafarisayo ambao wameshikilia tu kanuni na desturi za Sabato, lakini hawatendi kile ambacho Mwenyezi Mungu anahitaji. Hawafanyi mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mpaka Kristo amekuja kufundisha, Kristo amekuja kusema, sijakuja kubadilisha sheria bali kuiwekea uzito. Nimekuja kuwafungua macho. Mimi ni nuru, nimeshuka. Mnikaribishe nikae pamoja.